ya Kiyunani. La nje au mavumbi ya ardhi yaliyofunika pumzi ya Mungu. Hello. Na ujue basi kuna uhai ndani ya hicho kitu. Chochote chenye pumzi basi kina uhai katika hicho. Bwana Yesu asifiwe. Huyo amezungumza kitu hiki kwa upana wake. Amen. Maana ya kwanza tumejikita kumwangalia mtu halisi, yani mwanadamu kama mwanadamu. Lakini Myunani alisema kitu chochote ambacho Mungu amepulizia pumzi yake, maana yake hicho kitu tayari kimeuvaa mwili. Amen. Na hiki kitu kimeumba viumbe vyote. Hakuna kiumbe kisichokuwa na uhai. Chochote kilicho na damu, damu imebeba uhai wa mtu au imebeba uhai wa kitu. Kama ni mnyama, uwe na uhakika kwamba huyu mnyama anayo pumzi ambayo inawezesha hicho kiumbe kiweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Mwingereza naye akasema body is the physical structure including the bones, flesh and organ of a person or animal. Unaona, ameungana na nani? Na Myunani. Hello. Ni structure, ni form. Hello. Ambayo hiyo form ina vitu ambavyo vinafanya kiumbe kiwe na sifa. Lazima kiwe na mwili, nyama, flesh. Amen. Lazima kiwe na bones, mifupa. Kitu chochote ambacho hakina mifupa hakiwezi kikasimama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusome Mwanzo sura ile ya 2 mstari ule wa 7. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ile ya 2. Aliyefika kwa haraka anaweza akasoma. Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akampulizia pumzi ya uhai. Akampulizia pumzi ya uhai katika pua lake kama pitishio. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu huyo akawa nafsi hai. Maana yake akawa sasa ndio kiumbe ambacho ni hai, na ndio mimi na nini na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona original ya mwanadamu ambaye tayari mwili unaanza kufanywa na kuwa hai. Tangu mwanzo, kabla Mungu akiwa anaomba, alimuumba mwanadamu akawa kama wale watu ambao wanachonga vinyago. Bwana Yesu asifiwe. Kinyago, mtu anaweza kutengeneza kinyago ambacho kinafanana na wewe lakini sio wewe. Hello. Kwa sababu sio wewe, kwa sababu hakina ile nafsi iliyo hai ndani yake. Na ndio maana maandiko yananiambia wakati utakuja ambapo yule mnyama atapewa nguvu. Atapewa nguvu ya kuambia kitu chochote na kikafanya vile ambavyo atakiamuru kifanye. Hello. Ukisoma Ufunuo ndio utaelewa kwamba atasimamisha mnyama. Sanamu litakapokuwa limesimama, anaweza akaliamuru akaliambia simama, nalo litasimama. Maana yake huwa na hakika kuna nguvu ambayo inakifanya kile kitu kiweze kuwa hai kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi. Mimi na wewe tumefanywa kwa mavumbi, na hakuna mtu asiyebisha. Sikiliza nikwambie, ili uamini, yani kuna vitu vingine tunatakiwa tujipime tu kwa uelewa, sio scientifically, hata kwa muonekano tu wa kawaida. Sikiliza, unaweza ukaoga ukatakasika ukaona kwamba umetakasa, umejisafisha, yani mwili wako ni safi. Hello. Lakini chukua
Kuna wengine kabisa unafanyaje? Unaenda bafuni unaoga vizuri sana na taulo yako ni nyeupe, unajipaka. Kwa nini? Hujawahi kujiuliza? Umeoga na umejisafisha mwili ulio safi, lakini bado ukijivuta taulo bado ni chafu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii inadhihirisha kwamba tumeumbwa kwa udongo. Kinachotofautisha tu ni kwa sababu ya hii nafsi ambayo Bwana Mungu aliipulizia ndani yetu ikatufanya kuwa hai hata hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila kitu kina asili. Hapa katika neno hilo kuna vitu viwili ambavyo tumeviona. Kuna mavumbi na pia kuna nafsi hai ambayo ni roho ya Mungu iliyo hai, inayotia mwili uzima, inayofanya huu mwili uweze kufanya kazi. Kama hiyo roho ikitoka, ni pale ambapo tunasema sasa huyu mtu, daktari anakuja anasema huyu mtu hatuko naye tena. Hello. Pumzi hii iliyoko ndani ikishaondoka tu tayari huyu mtu tunasema ni marehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asili ya mwili ni mavumbi. Hello. Na asili ya roho ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi, ni ndio akachukua haya mavumbi ya ardhi aliyoiumba. Maana hapo mwanzo kulikuwa Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nchi inamaanisha ardhi tunayoikanyaga hata leo, ambayo inaota mazao au miti na mimea mbalimbali. Halo. Kwa hiyo akafanya haya mavumbi yaliyoko katika nchi, akamtengeneza mwanadamu. Na alipomtengeneza mwanadamu, hiyo ndio asili ya kwanza ya mwanadamu, mavumbini. Halo. Baada ya kumtengeneza, akaweka kitu kingine ambacho kinafanya mwili uwe hai, ambayo ndiyo hiyo roho. Na hiyo roho asili yake inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwili huu tulio nao ndugu yangu, kuna vitu ambavyo inapambana navyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana maandiko yanatuambia kwamba tusipende dunia na vitu vyake vyote. Mwili asili yake inatamani mambo ya dunia. Mwili asili yake inatamani mambo ya wapi? Ambayo yanaweza yakakupeleka wapi? Kuzimu. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu wetu atusaidie katika hili. Ni ukweli usiopingika, mwili huu ni dhaifu. Ukisoma Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa 6, anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Lakini hivi vitu viwili vinashindana usiku na mchana. Mwili unatamani ambayo yanaipendeza dunia. Na kumbuka tayari Biblia imeshatutahadharisha kwamba tusipatishe namna ya dunia inavyoenda. Maana katika kuipatisha dunia ina mambo yake, na haya mambo yanapendeza sana, lakini ndiyo yanayotupeleka kusiko ambako Mungu hatakiwi tuweze kwenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwili huu hushindana na roho, vile vile roho nayo hushindana na mwili. Ndugu zangu, katika mambo yote, kuna wakati unatamani kumtumikia Mungu. Kuna tamani unasema mwaka huu, yani kuna watu tunaweka maagano kwamba hakika mwaka huu nitamtumikia Mungu katika roho na kweli, na Mungu kaweka ahadi na Mungu anisaidie. Lakini unapotoka hapo, mwili unakataa. Kuna wakati unatamani kuomba, ukasema ikifika saa 8 usiku nitaamka kuomba, mwili nao unakataa. Unasema umechoka bwana.
umepangwa juu yako, lakini mwili unakuzuia na unatamani ili uweze kukuachisha mambo ya kiroho ya kimungu, ukupeleke kuzimu, kwa sababu mwili huo asili yake ni mavumbini. Maandiko yananiambia mavumbini tumetoka na hakika tutarudi mavumbini, lakini roho humrudia yeye aliyeitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwili, na ndio maana hakuna anayezikwa juu, watu wote wanazikwa mavumbini. Kwa nini? Kwa sababu mwili una asili ya kuvutwa, yani kuna magnetic impact baina ya mwili na mavumbi. Hivi vitu huwezi ukavitofautisha, yani pia vitakupeleka huko. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikiliza, adui anachokifanya, wewe siku moja ufanye tu jaribio. Hata shuleni tunafundishwa majaribio. Fanya jaribio ya kwanza na la pili. Fanya jaribio utapata. Hebu siku moja unawie kwamba wiki hii nzima nataka nikae uweponi mwa Bwana. Uone mwili jinsi utakavyo kupeleka. Hautakuruhusu uweze kwenda katika mambo ya kiroho, maana anajua mwili ukiharibika, maana yake umeichafua hata roho yako, maana yake tayari unaelekea kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Tusome Wagalatia sura ile ya 5 na mstari wa 14 mpaka 17. Galatia. Hello. Mwili huu ndugu yangu, ukiwa unaendelea kufunua, mwili huu ushindana sana na mwili huu ushindana sana na roho. Hivi vitu vina collide, hivi vitu vina sumaku, kuna vitu ambavyo tulijifunza kwenye physics. Kuna mtu anaweza, kuna North Pole na South Pole. Hivi vitu kuna namna ambavyo ukivipeleka katika direction fulani vinapishana na mwingine, na ndio maana hapo inathibitika kwamba mwanadamu hawezi kufanya yale ambayo yanampasa kufanya. Lakini sikiliza nikwambie, ukiwa katika roho utayapenda yaliyo ya rohoni, lakini ukiwa katika mwili utayapenda yaliyo ya mwilini. Lakini sikiliza, sambamba hautaweza, kwa sababu vina asili ya kudiwaishe ya mikolani, yani vina asili ya mtu katika nchi. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Mwili na roho na namba ameshukuru tamaa mbaya, mawazo mabaya 14 na kutamani, ndio ibada ya sanamu, ndio hiyo ibada ya sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndugu yangu, tukishapona katika, mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini tukiumana na kulana, angalieni tusije tukaangamizana. Basi nasema nendeni kwa roho. Tukienenda kwa roho hatutatimiza tamaa hizi za mwili. Nimesema hapo nyuma kwamba mwili huu una tamaa zake ambazo zinatupeleka kutenda dhambi. Sasa anasema tuenende katika roho, maana yake ujiposition. Chagua hivi leo, ni Mungu yupi utakayemtumikia, huyu wa rohoni au huyu wa bahari. Lakini ukimtumikia huyu Mungu wa rohoni, hautaweza kuyatenda matendo haya ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea baba. 17. Ndio. Kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi vinapingana. Hata hatuwezi kufanya tunayotaka. Kwa hiyo uwe na uhakika ndugu yangu, siri ni hii: ukitaka kuwa katika roho, basi ishi maisha
matakatifu ya rohoni, maana tayari amesema ukiishi katika roho hautaweza kuyatimiza, yani maana yake hautaweza kuyatenda yale matendo ya mwilini, kwa sababu hivi vitu havina ushirikiano. Roho na mwili vinakinzana, hiki kinavuta kwa Baba na hiki kinavuta mavumbini. Uwe na hakika mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti inapelekea kifo, na unapokufa unaenda kuzimu, yani unakufa unaenda kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ni vitu gani ambavyo unavichukua vinachukua nafasi katika maisha yetu. Ndugu yangu, kuishi maisha matakatifu inawezekana, lakini kwa nini Mungu aliweka hivi vitu visiweze kuoana? Ni kwa sababu anataka kuzipambanua na wewe upambanue, kwa sababu kuna wakati mwili, roho radhi kutenda kitu cha rohoni, lakini mwili ni dhaifu hata hiki chote. Na ndio maana Mungu alikuwa na uwezo wa kumshusha malaika kama alivyo akaja akatuhubiri, lakini akasema hapana, lazima uvae mwili, maana utakayo yashinda wewe na wanangu watayashinda hivyo. Na Yesu akaja akapigilia pale pale akasema, ulimwengu roho mnayo dhiki, ila anasema jipeni moyo, maana nimeshinda na nyinyi mtashinda, maana nimeuvaa mwili na wewe unao mwili. Kwa hiyo hauna mahali pa kukimbilia, umeuvaa mwili, unatakiwa kushinda ulimwengu. Unayo dhiki, unayo mahangaiko, unayo mateso. Yesu akasema jipeni moyo, nimeshinda na wewe shinda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mchapie Bwana vigelegele na makofi kama umenielewa. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, hakuna mahali ambapo utaweka defense, hakuna mahali ambapo utajitetea, maana utasema hapana, ni huu mwili ulionipatia Baba. Anasema upende vaa mwili ule usioharibika, yani maana yake ivae roho ya Mungu ambayo haiharibiki. Katika hiyo roho humrudia yeye aliyeitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtu wa Mungu. Mwili ni mavumbi na utamani kurudi mavumbini. Watu husukumwa na mwili ili kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwili huu ndugu yangu ni wa ajabu. Ni kweli unatamani kula, na ndio maana tumeshurutishwa tufunge ili kuufisha huu mwili, ili ule mwili wa ndani uweze kukua. Sikiliza, kuna watu ambao wamemzofisha yule mtu wa ndani, amekonda na wala hana nguvu ya kufanya maamuzi. Inabaki ni ile asili ya Mungu aliyoiweka ndani yetu ambayo inamshurutisha. Ndugu yangu, hiki ambacho unakifanya sio sawa, lakini inakuhitaji kuingia rohoni, kumtafuta huyu wa rohoni ili aweze kushinda, na hapo ndipo utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Sikiliza, Paulo akaliona akasema kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika falme za giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yale yasiyoonekana yanaonekana na roho. Ukiwa katika roho unayaona yote. Ndugu yangu, tamani kwenda katika roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nakaa nikijipiga tathmini, naona bado sijamaliza bado. Natamani sana Mungu anitumie. Natamani sana nimjue huyu Mungu ili niweze kulitimiza kusudi lake hapa duniani. Maana baada ya dunia itakunjwa kama karatasi. Hiyo roho na mwili vitabaki mavumbini, lakini roho itakuwa na hiyo ndiyo itakayohukumiwa. Maana Mungu aliweka nafsi hai kwako wewe. Na ndio maana hakuna maksi yoyote duniani ila ni huyu pekee. Na hata kuja kutokea maksi mwingine, labda una jina, lakini au mimi, hakuna atakayetokea Danieli mwingine ila mimi pekee
mbele yangu, na ndio maana natambulika na fingerprint. Nasikiliza, wakati ambao chipu itaanza kutumika, nyakati zile ambazo mpinga Kristo atakaposimama, hakuna kununua wala kuuza, hakuna kula wala kunywa. Sikiliza, hapo watu ndipo watakapokuja kufunga na kuomba pasipo wao kuambiwa. Na hii inatufundisha mwanadamu anapoumwa, mwanadamu unapoumwa, hasa malaria, inafunga appetite ya kula, unakuwa hawezi kula. Usikiliza nikwambie, kuna watu wanatamani sana, wanatamani nini? Wanatamani chipsi, kwamba chipsi ni chakula kitamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwili umeshiba, wakati mwili una afya, unahitaji vitu vitamu Bwana. Lakini huu mwili ukinyongonyezwa, ukaufisha, sikiliza, bakteria wanapovamia mwili wanaondoa appetite ya kula. Mama be, ukiwa unauma, sikiliza nikwambie, hata kile chakula kilichokuwa kitamu wakikuletea utasema ni kichungu sana, hata hakiwezi kupika. Wakati mwingine unaweza ukatapika. Chakula kile ulichokiona ni kitamu na kina appetite nzuri na kinavutia, lakini kwa wakati huo, kwa sababu mwili umekufa, hauwezi kukila. Unafunga pasipo kutaka. Watu madaktari nao wanabuni mbinu mpya. Kama kuna madaktari watanielewa, wanaamua kwamba sasa mfumo wa viungo vyote ambavyo Mungu ameviweka katika mwili umekufa. Sasa tufanye nini huyu mtu ili aweze kula? Maana hatutaweza kuishi pasipo kula. Kama vile mtu wa ndani asingeweza kuishi pasipo kula, hivyo mwili hawezi kuishi pasipo kula. Na ndio maana wanasema kwamba tumwekee bilipo katika njia aidha ya damu au ya mdomo. Kuna watu wamelala hospitalini, hawawezi hata kula, wanawaza tu, wanategemea, wanasubiria kifo. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna nyakati waliambiwa wafunge na kuomba, yamkini haya mabaya yasingewapata, lakini yametupata kwa sababu wakati mwingine tumemkaidi Mungu, lakini wakati mwingine ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu aweze kuokoa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Najua mtanielewa. Sikiliza, wanadamu, huu mwili tunajivuna kwa sababu ya huu mwili tulionao. Ni kwa sababu tuko wazima, ni kwa sababu tunaweza tukarukaruka, ni kwa sababu tunaweza tukala chakula kikaenda ndani. Lakini saa inakuja, huu mwili unaoona hautauona tena, utaharibika. Lakini heri yeye yule anayeyasikia haya, ambaye Roho huambia makanisa, chunga sana kile ulicho nacho, mtafuteni Mungu madamu anapatikana. Yeye yuko karibu, ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwili huu ni dhaifu. Yesu mwenyewe kama alivyo katika bustani ya Getsemane, pale akaenda alipopiga picha ya mateso, na mateso yote, sikiliza, mateso yale yalikuwa hayalengi roho yake, yalikuwa yanalenga mwili wake. Fimbo zilipigwa kwenye mwili na wala sio kwenye roho, na mwili ndio uliopata maumivu. Halo, watu wengi wanahurumia mwili huu. Ipeeni mwili yenu iliyo takatifu, maana hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Unapoutoa mwili wako kwa Bwana, maana yake hiyo ndiyo ibada yako. Kuna wengine hawaji kanisani kwa sababu hawana sadaka. Hata mimi wakati ule nimeweza kuokoka, siku kama sina sadaka nilikuwa siendi kanisani, kwa sababu niliona kwamba labda nimetenda dhambi, lakini